Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Leo ni siku njema ambayo Mungu ametupa tuweze kusogea tena mbele zake, tukajifunze kwa habari ya neno lake linalosema imani. Kabla ya mambo yote, tusogee mbele za Mungu. Baba yetu na Mungu wetu, Mungu uishie milele, utawalaye mbingu na dunia, wewe uketie enzini mahali palipoinuka patakatifu pa patakatifu. Tazama watoto wako, tuko mbele za uso wako asubuhi ya leo. Tunakushukuru, tunasema ni asante Mungu uliye hai kwa ajili ya neno lako ulilotupa tukapate kujifunza, ili kusudi tukapate kuwa na maarifa. Tunaomba takasa miili yetu, roho zetu na nafsi zetu, takasa fahamu zetu Bwana, ili kusudi tukapate kuelewa na maandiko. Fungua masikio yetu ya ndani, fungua macho yetu ya ndani, ili kusudi tukapate kuelewa yale yote unaenda kutufundisha kwa utukufu wa jina lako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Siku ya leo tunaenda kujifunza kwa habari ya neno linalosema imani. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yanayotarajiwa. Imani ni kuwa na hakika ya kupokea kile unachokiomba au kile unachokitamani kukimiliki au kuwa nacho, aidha ni cha kimwili au cha kiroho. Kwa hiyo ninaweza nikasema imani katika maombi ni kuwa na hakika ya kupokea majibu au kupokea vile unavyoviomba kwa Mungu. Kupitia imani tunaweza tukapokea vitu vingi sana. Imani ina faida nyingi sana, lakini kwa siku ya leo tutaenda kujifunza baadhi ya faida za imani. Faida ya kwanza kwenye imani, imani inakuondolea hofu, inakuondolea uoga na mashaka ndani yako. Tunaposoma katika Isaya 54 anasema utadhibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hutaogopa, na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Imani inampa mtu au inakupa nguvu ya kuamini ushindi kwenye kila jambo, aidha ni jambo gumu, aidha ni mapito. Lakini kwa sisi tunaomwamini Mungu, imani inatupa nguvu ya kuweza kuona kwamba sisi ni washindi, ya kuweza kuona kwamba sisi tunaenda kumiliki hata vile ambavyo bado hatujavimiliki. Jambo la pili ambalo ni faida ukiwa na imani, imani inatupa kumwamini Mungu. Waebrania 11 mstari wa 8 mpaka 11. Utakaposoma hapo tunaona imani aliyokuwa nayo Ibrahimu alipoitii sauti ya Mungu na kuiendea ile nchi ya ahadi. Ibrahim aliambiwa na Mungu, toka katika nyumba ya baba yako uiende nchi nitakayoikupa. Hakuwa ameambiwa ni nchi fulani, lakini yeye alimtii Mungu, akasema nami ni kwa imani ninafanya kunyanyuka kuondoka hapa nilipo na kwenda kule Mungu anakotaka aende. Pia tunaona kwamba kwa imani Sara alibeba ujauzito baada ya miaka mingi, baada ya muda mrefu wa kutokupata mtoto, lakini katika hali ya uzee imani waliokuwa nayo ilisababisha Mungu kuwajibu na kuwapa mtoto. Tunaweza tukaona kwamba imani ni jambo kubwa sana. Tunaweza tukajifunza kwa mfanyabiashara ambaye ameamua kuwekeza millions of money,
ameamua kuwekeza pesa nyingi katika biashara ambayo hajapigia mteja yeyote simu, hajajua wateja wanatoka wapi, lakini anaamini kwamba nitakapofanya biashara fulani, nikatoa hizi milioni 10 zangu, nikaziweka, nikanunua vitu fulani na fulani, ili niweze kuwauzia watu, nitapata faida. Mfanyabiashara huyu ana imani kubwa kwamba ana imani nitakapofungua biashara fulani nitapata pesa. Kwa maana hiyo, imani inatupa hata kupiga hatua za kimwili na kiroho. Tunapojifunza pia kwa mkulima anaweza akachukua pesa nyingi akanunua mbegu kwa ajili ya kupanda shambani pasipokuwa kujua kwamba mvua itanyesha au haitanyesha, lakini ile imani ndio inamfanya kujua kwamba nikipanda hapa Mungu atapamwagilia na mazao yataota na nitavuna zaidi ya hichi ninachokipanda. Kwa maana hiyo, imani ina faida kubwa sana. Imani inatupeleka kwenye kumiliki vitu vikubwa, kumiliki utajiri, kumiliki vya duniani na kuurithi ufalme wa mbinguni. Hiyo yote ni imani. Jambo la tatu katika imani, imani inatupa kuwa wenye haki. Tunapotazama katika Habakuki 2:4, tazama, roho yake hujivunia, haina unyofu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani. Unapokuwa na imani unakuwa mwenye haki mbele za Mungu, kwa sababu mambo mengine ni magumu tunayoyapitia, lakini imani inapokuwa ndani yetu inatupa kuwa washindi na inatupa kuhesabiwa kwa wenye haki. Jambo la 4, imani inatupa kushinda. Utasoma Mathayo 9:22. Yesu akamwambia, jipe moyo mkuu, maana imani yako imekuponya. Hapa tunamwona yule mwanamke aliyetokwa na damu kwa miaka mingi, alipokaa akafikiri, aliposikia ya kwamba Yesu anapita, akasema, nitanyanyuka, nitapenya katikati ya watu, nitakapogusa lile vazi lake tu, hakika nitapona. Mpenzi msikilizaji, tazama imani aliyokuwa nayo mwanamke huyu. Alitengwa, alipitia magumu, alipoteza kila kitu kwa sababu ya tatizo lake, lakini alipokuwa na imani, alipoamua kumwamini Yesu, alipoamini kwamba nitakapogusa lile vazi tu nitapokea uponyaji, na hakika alipokea. Sijui unapitia nini rafiki yangu sasa hivi, sijui unapitia nini kwenye ndoa yako, kwenye uchumi wako, kwenye elimu yako, kwenye maisha yako ya kimwili na kiroho. Sijui unapitia nini. Yamkini umechoka, yamkini umekata tamaa, yamkini umefikia mahali hata unawaza mawazo ya kufanya, ya kwenda kinyume na sheria za Mungu. Mpenzi, usikate tamaa. Mpenzi, inuka tena. Inua imani yako, inua imani yako kwa Mungu. Amini na yeye atakusaidia, maana amesema, lolote mtakalo ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa. Usichoke, usikate tamaa. Inua imani yako kwa Mungu na yeye atakuwezesha. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya neno hili, maana imani itakupa ulinzi, imani itakupa ushindi na katika yote unayoyapitia. Bwana Yesu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya neno hili. Ninaomba Mungu ukakutane na haja za mioyo ya watu wako, ukainue imani za wale waliochoka katika magumu wanaopitia, wakazidi kukuamini na kukuishia wewe, Mungu le hai. Ninaomba Bwana ukafungue milango yao, ninaomba ukawape haja za mioyo yao kwa utukufu wa jina lako Mungu mfalme. Ninakuomba usiwapungukie, ninakuomba ukawatie nguvu, ukawape tena nguvu ya
kuendelea na kusonga mbele kwa utukufu wa jina lako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana, tukiamini. Tunafunika neno hili na kuliatamia kwa damu yako takatifu, likazae matunda kwa wingi ndani yetu, tukaweze kukuishia wewe siku zote za maisha yetu. Amen.